Okay bana, hotelini kwa bwana mkubwa Devon Alazi pamepata kuandaliwa sherehe kubwa. Hiyo sherehe mahususi ni kwa ajili ya kumwangusha Hazard Demichi ambayo yupo katikati yao. Hasa kati endelea kuongea, vinywaji vilikuwa vinaendelea kugawa. Vinywaji vilikuwa vinazambazwa pana wahudumu, ilikuwa ni kahawa, na kwenye kila kahawa pamewekwa sumu moja itayo pistachio syrup. Ile pistachio syrup ni kwa ajili ya watu wenye allergy. Kwa hiyo bibi Aziza alikuwa anaangalia ni nani aliyekunywa, ni nani ambaye hajanywa. Kweli bana, kila mtu akaanza kunywa hadi mwenyewe Arasi akanywa. Hasa mchizi Devon akaanza kuendelea kuongea kwamba jinsi gani sumu iliyowekwa itaanza kumdhuru mtu pale. Kweli bwana, ile sumu ikaanza kumdhuru bwana mkubwa Arasi. Kwa hiyo Arasi akaja kujulikana kwamba yeye ndo Hazard. Kila mtu hakuamini baada kuona hilo tukio. Sasa hatimaye mbwa wa mituni kashajionyesha sura yake halisi, huku bibi Abeid akisema naombeni msaada jamani, iteni ambulance. Lakini Misut akaambiwa akafunge milango ya hoteli nzima, huku bwana mkubwa anaambiwa kunywa maji, lakini hawezi kunywa maji. Bwana mkubwa Misut huku chini akaambia wafanyakazi wake kwamba washurutishe mabodyguard wote walokuja na Aras. Sasa Aras yuko chini hoi tabani. Sasa vijana wake wanataka kumtetea bosi wao, lakini wanajikuta wanazidiwa na watu wa upande wa bwana mkubwa Devon. Sasa Devon akamwambia tena Misut, mtoe bwana mke wangu hapa Aziza aende nyumbani. Bwana mkubwa akamwambia mbona hii peni? Hii sio peni ya kawaida, hii ni peni kwa ajili ya kukutibia wewe. Ndani ya dakika 10 nisipokuchoma utakufa. Sasa mimi na mambo yangu mawili nataka unifanyie. Kwanza waambie vijana wako washushe silaha chini, alafu cha pili wakifanya hivyo ndio nitakufanyia nitataka. Maana Abeid mzuri Hasa bibi Abeid akabidi afanye kama vile alivyoambiwa. Sasa kwa upande wa pili bibi amegoma kwenda nyumbani, ila anashangaa kuona vijana wa Aras wameshurutishwa wote wako chini. Sasa anampigia simu Jemlo kumwambia kwamba hao mabodyguard hapo nje ya nyumba usiwaamini, unatakiwa uwashurutishe. Bibi akabidi arudi kule. Kurudi kule anakuta tu wale vijana wa bwana mkubwa Aras wameweka silaha chini. Anamwambia tafadhali nakuomba unielewe, hata sisi kule nyumbani hao maadui wapo, usijali, kila kitu kitaenda sawa. Bibi Abeid baada ya kuona vile kwamba amezidiwa ujanja kabidi achukue simu na kupiga aambie vijana wake waweke silaha chini. Sasa Devon akamwambia sasa endelea kufanya kama unavyotaka, kama sijakuchoma tena. Unajua hii sindano usipokuchoma utakufa. Niambie watakwenda kumwona bibi yako. Bwana mkubwa ambaye sasa hilo sharti la kwanza. Sharti la pili, kwanza umenipa taarifa chache ni wapi ulipo mzigo. Bibi tafadhali mchome sindano. Anambia basi nielekeze ni wapi mizigo ilipo. Ikabidi sasa aseme kwamba ipo Beikovu maeneo fulani. Baada Devon kupa zile taarifa ikabidi amchome sindano bwana mkubwa Aras. Sasa hapo ndio ikawa ponea bwana mkubwa Aras kutokufa. Bwana mkubwa Devon akamwambia jamani, huyu kijana wenu kwa mnataka kumwamini ndio huyu. Devon kwa zile hasira akamwambia huwezi kufanya chochote. Ikabidi amtundike ngome mlalo, akalala pale. Hasa kwa upande wa pili hawa wote wamechanganyikiwa. Kwa maana gani? Hawawezi kuamini kwamba walikuwa na walinda kumbe ndio maadui zao namba moja. Hasa mchizi Yusufu akaanza kumwambia bibi apunguze papara. Si akaropoka kwamba wako wawili. Kitendo cha kuropoka tu wako wawili. Bwana mkubwa Jemo akasikia mbaya, sijaelewa. Wako wawili kivipi Hebu nieleweshe. Niambia basi kama mtaki kunielewesha basi acha mimi niondoke zangu niwaache nyinyi muendelee kuzungumza. Sasa hapa ikawa mzozo. Yusufu anaambiwa ajishikilie mdomo wake asiropoke chochote. Bibi akaondoka. Bwana mkubwa Yusufu alibaki pale akifurahia kwamba anaenda kuwa baba.